Sehemu ya pili. Uamuzi wa hatari. Lakini hata baada ya mvua kupungua, niliendelea kuhisi ubaridi ambao haukuwa wa kawaida. Nilivaa koti langu la zamani, nikachukua tochi na kuamua kutoka nje. Marafiki zangu wawili, Musa na Daudi, walikuwa wamenialika Buza ili kuzungumza kuhusu jambo walilosema ni fursa ya kipekee. Sikuelewa ni fursa gani, lakini kwa namna fulani niliamini ingeweza kuhusiana na ujumbe ule wa asubuhi. Nilipofika Buza, mazingira yalibadilika ghafla. Upepo ulikuwa wa nguvu, ukivuma kwa kishindo kana kwamba ulikuwa unatoa onyo. Nilipiga hatua kuelekea kwenye baa ndogo ambayo Musa na Daudi walikuwa wamenialika. Lakini mara nilipoingia, kitu cha ajabu kilitokea. Saa ya ukutani ilianza kupiga kelele kwa sauti ya kutisha, kana kwamba ilipasuka. Kila mtu aliyekuwa pale aligeuka kuniangalia, lakini macho yao yalikuwa yenye ukungu, kana kwamba walikuwa kwenye ulimwengu tofauti. Musa alinifuata, akinikaribia kwa haraka. "Kuna kitu kimebadilika, rafiki yangu," alisema kwa sauti iliyotetemeka. "Tulipogundua hili, tulijua ni wewe tu unaweza kusaidia."